ni Eliakim. Basi tumekuja hapa upande wa Mweki. Sijui ni Mweki ama ni Kasarani. Na hatujakuja mambo mengi kwa sababu sisi si wanasiasa. Tumekuja tu hapa tuongea na wewe kidogo. Alafu tena tutaweza kuondoka. Basi kama vile ambavyo tumekuja maeneo hii, nataka niwape ujumbe kidogo tu, kisha baadaye sisi tunaondoka. Lakini kuna kitu ambacho kitakusaidia, kwa sababu nyakati zile ambazo tuko nazo sio nyakati za mapembelezano na sio nyakati ambazo ni za kuargue. Ni wewe ujue utamkubali Mungu. Kama utamkubali, basi maisha ni yako. Lakini nimeleta kitu kinaitwa judgment. Watu wengi najua mnanijua kwa sababu tumekuwa na wewe pale Fire Television, na tumekuwa na wewe Bedside TV, na vile vile tumekuwa na wewe pale YouTube Fire TV Kenya, TikTok Fire TV Kenya, na Facebook Fire TV Kenya. Sijakuja kukuhubiria leo, lakini nimekuja kuachilia kitu kinaitwa judgment. Kwa sababu tuko nyakati ambazo watu wamekataa Mungu. Polisi wamekataa Mungu, DCI wamekataa Mungu, serikali imekataa Mungu, dunia imekataa Mungu. Naye Mungu akiwa mbinguni ana kilio kwa sababu ya vile watu wananyanyaswa, wanamwagwa damu. Na maandiko inasema ya kwamba kwenye kitabu cha Isaya, sina muda, lakini ukienda nyumbani wewe enda ukasome kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya chapter 19 verse number 19. Ati pale Misri kutakuwa na hekalu ambalo ni la Jehova. Hiyo ni kumaanishaje? Kuna mahekalu ambayo ziko na si za Jehova. Na hapo ndipo unapata watu wanakufa kila saa. Yani makanisa mnazo mnaenda ndio, lakini mnazika watu kila siku. Mimi nimekuwa kwa huduma na huwa najivunia jambo moja. Niko na miaka 21 nikiwa kwa hekalu. Nina watu ambayo tunashiriki nao pale, na kwa miaka yote 21 sijazika mtu hata mmoja ambaye tunasema naye mahali pale. Nashindwa sasa, hizi zenyu mnaenda mnazikana kila mwaka, lazima wakufe watu, kila mwaka lazima mtu akufe. Basi wakati umefika madhabahu ya Jehova ipandwe hapa nchini Kenya, madhabahu ambayo milango ya kuzimu na shetani mwenyewe hata iweza. Kwa sababu mahali hapa mimi ni mgeni, lakini ninajua mimi si mgeni kwa macho yako, kwa sababu tumekuwa na wewe pale YouTube Fire TV na pale kwa runinga yako ya television. Nimekuwa na wewe pale kwa miaka mingi. Sasa vile unaniona nimekuja maeneo yako, sijakuja kuleta amani. Jambo la kwanza nafaa kukueleza ukweli ni hiyo. Sijakuja hapa nikuambie utaenda kununua gari, sijui utabarikiwa, sijui utafanya nini. Nimekuja kukuambia kama wewe ni mama msichana na tabia yako ni kuvaa miniskirt na trouser, jihadhari sana, kwa sababu time imefika ya judgment. Na judgment hii tumekuletea. Hii judgment ni yako, si ya mnyama, ni yako. Kwa sababu ya vile watu mlikataa Mungu. Mnafungua makanisa, mnauzia watu maji, mnauzia watu mafuta na kufanya mambo yale mengine. Maandiko inasema ya kwamba hapa Kenya kutakuwa na madhabahu ambayo ni ya Mungu, madhabahu ambayo ni ya Jehova. Kwa hivyo ni kumaanishaje? Kuna madhabahu nyingi sana, lakini si za Mungu. Basi kuna kitu ningetaka kuweza kuachilia kabla. Unajua yes
serikali tuko nayo, na Mungu ni mwema. Nimekuja karibu na polisi, mnisikie, kwa sababu hata nyinyi nimewaletea ujumbe, kwa sababu haiwezekani mnashika mtu mnachukua hongo, wengine mnapiga watu risasi wanakufa, huyo mama anabaki na huyo mtoto anabaki hana baba, hana mama, hana haki. Lakini kuna Mungu mbinguni ambaye huwa anaangalia yote yale mnafanya. Unashika mtu, unaweka bangi kwa mfuko, unapeleka yeye mahakamani, ati unaenda unastaki yeye. Kenya hakuna haki ya mnyonge. Kenya hakuna haki ya maskini. Lakini maandiko yanasema madhabahu itachengwa, hekalu hapa Misri, Kenya hapa itachengwa, madhabahu ya Mungu yenye nguvu na yenye uwezo. Juzi nimewaambia ninakuja kwa vijiji zenu sasa. Nimekuja kwa vijiji zenu sasa. Na Yanga inisikie hii. Isiruhusu mtu hata mmoja ambaye anachukua rushwa. Sasa ipite tu gari hapa, tuipite tu gari hapa, utaona traffic ameingia hiyo gari na amechukua 50, amechukua 100. Hivyo ndivyo Kenya na dunia ya leo iko. Namshukuru Bwana kwa sababu polisi iko hapa tu atanisikia, kwa sababu hata wao ninataka Mungu awabadilishe, kwa sababu hiyo ni makosa na hiyo ni vibaya kufanya mambo zingine kama hizo. Na vile vile judgment. Huu ni wakati wa judgment na si wakati wa mapembelezano. Hapa ni ubadilike ama ufe. Mlango wa amani, mlango wa amani, mlango wa amani, mlango wa amani, mlango wa amani ulifungwa. Ndio tunaita mlango ya favor, tunaita favor. Wakati mliona David Yao ameanikwa, mlango ya huruma ilifungiwa hapo, ikaachiliwa ile mlango ambayo ni ya kumalizana kabisa, kumalizana kabisa. Bwana asifiwe. Wote niseme tu Bwana asifiwe, kwa sababu hiyo ndio mmezoea. Haiwezekani saa yote ni kufinyiliana, kuanzia kona ile kwenda kona ile kwenda kona ile ingine. Na ungenisalimia, tumeshapatana na wewe mahali tukakunywa kachai pale China Square. Umenikumbuka? Kabisa ndio hiyo. Unapata kila mahali polisi mabosi zao wanawafinyilia. Uongee akupeleke Marsabit. Uongee akupeleke Marsabit. Ukija hapa useme government ni mbaya, unawekwa ndani. Nataka kitu kama ile sasa, ile gari mnaona hiyo maspika hiyo, namna hiyo sasa. Bwana sifiwe sana. Biblia inapeananga injili ambayo haina majadiliano, haina mapembelezano. Nimeambia Samia Suluhu, we anga hii peleka ujumbe kwa Samia mahali yako Tanzania, umwambie nimepatia yeye 30 days afufue wale watu waliua. Kama hata wafufua pia na yeye akufe. Injili ambayo haina majadiliano inaitwa judgment time. Haiwezekani watu wakitaka kula ndipo wanakuja kwetu na amani. Wanakuja wanatudanganya tu hapo, tunawapea kula, alafu wengine hata wanaiba, hawapiti. Mtu kama Suluhu Hassan, mtu kama Suluhu Hassan anaiba kula. Mkienda kumchallenge, anatoa kikosi chake, anaanza kusema watu wauawe. Wanauawa kabisa. Hata Museveni amefanya hivyo juzi. Lakini Mungu mwenye nguvu na uwezo, yule ambaye aliumba wanadamu wote, wamama na wazee, vijana na wasichana, maandiko inasema ya kwamba nitawatumia msaidizi, nitawatumia mtetezi aje aweze kuwatetea. Na mimi nimeambia aliyekuwa president wa Tanzania Samia Suluhu, nimempatia 30 days. Kama hatafufua hao watu sawa, aokoe nafsi yake. Kama hatafufua, atoke kwa hiyo kiti mara moja. Hakuna kupembelezana. Lakini kazi si kuua watu, ni kama kondoo na mbuzi
hakuna mtu uliumba. Hawa watu wote wanatembea hapa ni wa Mungu. Na udai kujua level yako ni gani? Hawa watu ni wa Mungu. Na maandiko inasema taimu inakuja madhabahu ya Mungu ijengwe. Ijengwe Misri, katikati ya Misri. Katikati ni mahali kuna ikweta hapo. Madhabahu ya Jehova ambayo si ya kuenda pale kukunyiwa damu na mapasta wenyu. Naongea mambo haya alafu nitangaze niseme nimefunga uchaguzi Kenya. Hakutakuwa na uchaguzi mwaka wa 2027. Na mtu yeyote atakayeenda pale kusongea aanze kusema mimi nataka nichaguliwe nikuwe rais wa Kenya, hata imkamate kwa sababu anataka waibe alafu aanze kuua watu, na hiyo hatuwezi kubali. Jehova ameamuka na ametumana, judgment ndio hiyo. Yeyote ambaye atasimama na hebu muandike date ya leo. Muandike date ya leo. Mlikuwa mnauliza Gen Z walitoka wapi? Gen Z niliwatabiri mwaka wa 2024 mwezi wa 6. Enda hapo kwa YouTube yangu hapo ya Fire TV Kenya, uangalie mwezi wa 6 tarehe 9 mwaka wa 2024. Uone niliambia rais nini hapo. Nilimwambia wewe Ruto unacheza na kanisa, cheza nayo tu. Unacheza na kanisa. Watu hawatahubiriwa. Watu hawataokoka. Tunapona kupitia makanisa ile ambayo ni ya kweli. Unataka kukodesha, sijui ni kukodesha ama ni kuchukua kodi ama ni nini. Nikamwambia Jehova atapeleka wewe kwa msitu. Ilikuwa ni mwezi wa 6 tarehe 9 2024. Hapo ndipo Gen Z walitokea. Na nikasema kwa sababu polisi hawa tu. Na nikaje kwenyu. Nyinyi ndio mtakuja kuambiwa endeni kwa makanisa. Polisi anaenda kanisa akiwa mlevi, akiwa na mambo, mnajua hii Kenya ni mbaya kabisa. Nikasema wawili watapigwa risasi. Na si hawa nasikianga wakiitwa junior, hapana. Zile level za juu akina OCS. Nikaachilia hiyo judgment. Na wakati nilipoachilia polisi mmoja OCS akaenda pale Makadara akapiga jaji risasi. Na mapolisi wa pale wakatandika OCS risasi wakamuua. Hiyo prophecy ikatimia. Tarehe 25 vijana wadogo wakaenda bunge wakavaa koti ya nani? Ni ya Kidiki ama ni ya nani? Walivaa koti ya nani? Wetangula. Na wakaenda ureno ya Wetangula. Na wakakula mchere ya Wetangula. Kwa sababu kuna Mungu. Sio siku zote mtafinyilia watu wa Mungu. Hizi viumbe mnaona vikitembea hapa, hizi viumbe hizi zina mwenyewe hizi. Hizi viumbe zina mwenyewe. Sio vile tu unafikiria. Sasa ukisikia unataka kukunywa pombe, unakuja unashika watu wawili hapa unachukua ngiri moja, unaenda unakunywa pombe. Hizo matime na masiku zimepitwa na wakati na zimeisha. Na tuko wakati wa judgment time. Samia Suluhu unisikie. Samia Suluhu unisikie. Wale watu uliua ufufue. Kama utashindwa kufufua, uamkie hiyo kiti iwe vacant. Wale watu watafute mtu mwingine wa kuongoza nchi hiyo. Kama hautafanya hivyo, siku 30 zikiisha kuanzia jana, kwa sababu jana ndio nimeachilia hiyo prophecy. Kuanzia jana uwe marehemu, uende mkapambane nao huko. Hata wewe ulikuwa president nikaguta Museveni ama nani, uliua hata wewe. Hii mambo ya romance, hii mambo ya kufinyilia maskini, ya kutuma watoto wawe na mayatima, ni kama dunia hii hakuna Mungu. Hiyo inafika mwisho mwaka huu, si kesho, leo. Kama unijui inaitwa Eliakim ama Peter Kimani. Haiwezekani tunatembea na hofu kila mahali kwa sababu ya vile romance wamefinyilia watu. Romance, government zote za dunia ni za romance. Wewe kuja uongea maneno kama hao naongea hapa, uone utalala pale ndani. Hatutaki kukua na mayatima Kenya. Hatuwezi tukaruhusu kitu kama hiyo. Na ndio maana nimepatia
useme ni mimi nataka nichaguliwe niwe rais wa Kenya. Hakuna kitu kama hiyo. Uchaguzi ya kurushiwa kura Kenya, hiyo tumemaliza na tumeondoa. Si ungesema amen hapo? Amen. Amen. Wewe uende pale useme nataka sasa mimi nikuwe president wa Kenya. Nitajenga barabara, nitajenga sijui nini, sijui nitafanya nini. Utaje tu hiyo kutoka leo. Utaje tu hiyo. Wewe na heart attack unaenda kabisa. Kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Otieno Kajwang'. Na mwingine alikuwa anaitwa Mutula Kilonzo na Michuki. Ile roho iliwabeba pia nawe itakubeba tu. Sasa unajua wapendwa watu wa Kenya, huyu MP hajatengeneza barabara hapa na nini, si mtu mzuri. Wacha mimi munipatie hii ndio niweze kutengeneza barabara. Hata wewe hata attack. Tuligetorero domwe. Government zote ni za romance. Kazi yao ni kufinyilia. Kazi yao ni kufinya maskini na watu wa Mungu. Maandiko inasema kwenye kitabu cha Isaia, enda ukajisomee kwako nyumbani. Isaia 19:19. Misri kutakuwa na madhabahu ya Jehova. Madhabahu ya Jehova. Na pale mwisho kutakuwa na mawe ambayo ni ya kukumbusha watu wote ya kwamba Mungu ni mwaminifu na ni wa haki na wa kweli. Maandiko inasema hapo chini verse number 20. Ati wakati watu wa nchi hiyo watakaponililia, mimi Mungu nitawatumia msaidizi na muwatetezi aweze kuja kuwatetea. Ndio maana nimeambia anga hii ipeleke ujumbe Tanzania, iambie Suluhu afufue wale aliua, akishindwa aondokee hiyo kiti, akishindwa hivyo basi alale kwenye kaburi na azikwe. Na peana 30 days only kwa Samia Suluhu. Na vile vile hata hii wa Uganda hata waliua. Watu wa Mungu si kuku. Upiga watu risasi vile unataka. Uchinja watu vile unataka. Uuze watu kwa devil worship vile unataka. Hiyo mambo ndio tumekuja kuimaliza. Na ninajua mahali hapa kuna wezi hapa na kuna watu wanadanganyanga wengine hapa. Hapa kuna watu ni makoniman na makonileti hapa. Pia na nyinyi msipobadilisha mambo hayo, hata nyinyi mtazikwa. Kama kuna wakati watu watakufa mamilioni mingi, ni this time. Uchaguzi Kenya msigojee, na kama kunayo moja tu asimame aseme nataka nichaguliwe niwe rais hapa. Uniambie atamalizia wapi? Wewe mwenyewe uniambie atamalizia wapi? Hatuwezi tukaruhusu mambo zingine, kwa sababu mambo zingine zililetwa na watu wa romance. Walimsulubisha Yesu, wakasema afunguliwe Barnaba. Na wale ambao walikuwa wanasema afunguliwe Barnaba ni wazee wa kanisa wa sinagogi. Romance. Utawala wa giza, wa kuzimu, wa Illuminati, wa devil worshiper. Lazima ifike mwisho hii dunia ya Mungu. Kuna mambo hatuwezi tukakubali ama tukaruhusu iweze kuendelea. Uganda wameua watu. Government imenyamaza hivyo. Tanzania wameua watu kwa sababu ya uongozi. Sasa tunaelekea 2027. Haki ya ngai sitaruhusu waue mtu. Kabla hawajaplan kuua, Mungu awaondoe mapema. Mungu awaondoe mapema. Mimi kazi yangu ni hiyo, kuachilia tu judgment, kuachilia tu maneno tu hiyo. Iende hapa ulimwengu wa roho, ishughulikie wanaume na wanawake wale ambao ni vichwa ngumu. Na nyinyi polisi wa area hii mbadilike. Hata nyinyi muanze kuonyesha watu njia. Tunajua hamlipi pesa mzuri. Tunajua hamna mshahara ya kutosha. Lakini ujue mpaka huyo unaenda kukamata hata yeye amefinywa tu. Tuhurumiane. Si lazima ukipata mtu amechelewa unapeleka yeye ndani ndio atoke na 500. Kwa hivyo unajua sikupenda kwenyu, order inatoka huko juu. Sasa nimetuma malaika wa Jehova huko juu. Aanze kuwaangusha huko juu. Kenya
hiyo, nilikuwa nimesahau hiyo. Hiyo andika Kenya. Kwa sababu hii mvua mnaona hii inaenda kupotea. Hii mvua inaenda kupotea hii inaenda kupotea mvua. Hamtaiona, kutakuwa na njaa kila mahali. Maandiko yanasema ya kwamba kwenye kitabu cha Ufunuo chapter 19 verse number 20, ati naye Mungu ataachilia Kristo aweze kupigana na yule nabii na yule sanamu. Kisha baadaye yule malaika akanyange jua namna hiyo, alafu aseme ndege wa angani, kama wenye walikuwa wameenda State House, ndege wa angani, kujeni sasa, kujeni mkule nyama za wafalme na za wapanda farasi, za maskini na matajiri. Mnaona ni kama hiyo maandiko haiwezi timia. Tunaelekea hapo. Lakini wale ambao wanamwamini Jehova, wale ambao wamekaa vizuri kwa Mungu, miujiza ilitendeka wakati wa kitambo inaenda kujirudia tena. Ile miujiza ya unga kwenye kibaba cha unga wakati wa Elija na yule mama yatima na mtoto wake inaenda kujirudia tena. Nataka niseme hivi, kuna njaa inakuja, na si njaa kidogo, ni njaa itaumiza dunia yote. Tunaelekea hapo. Na watu watakufa dunia mzima, watakufa 2/3. Kama tuko watu bilioni 7, watu bilioni 4, 4.5 billion wanaenda kulala chini kwa makaburi, watakufa wote. Wale wachache watakaobakia ni wale ambao wamekuwa waaminifu mbele ya Mungu, wamekuwa watakatifu, wamekuwa ni watu wa haki, hawana hila ndani yao, hawajaabudu yule sanamu wala yule mnyama. Hao ndio wataokoka, waingie kwa ufalme wa miaka 1000, ufalme wa miaka 1000, ufalme ule wa Mungu ambaye tumeutafuta makanisani, tumeutafuta kila mahali, ufalme wa Mungu wa miaka 1000. Tunaelekea hapo. Hii maneno kuambia wewe ishike tu na uende nayo nyumbani, uishike tu. Wewe dada unavaa miniskirt, wachana nayo. Unaongeza makucha, wachana nayo. Unashuka nywele zako marasta na unaweka wivu, wachana nazo. Kwa sababu kwa ufalme wa miaka 1000 Mungu hataruhusu hata mmoja aweze kuingia akiwa na hiyo tabia. Hakuna mchukuaji rushwa ataruhusiwa kuingia kwa ufalme wa Mungu wa miaka 1000. Na ujue mimi ukiniona mahali ujue nimeleta judgment time. Hapa wachawi wale wanasumbua wengine hapa, wanaroga kazi za watu hapa. Wachawi wale wako maeneo haya, wachawi wale wako maeneo haya. Nimeachilia mauti ikuje ikupate. Na mimi sitaki ugongwe na gari. Ulale vizuri kwa kitanda yako, hata taki ya ghafla ije ikuchukue, ikuue. Ukiona mtu amekuja amemwaga lori yake moja hapa ya kokoto kwa sababu ya wivu, na wewe unamuendea usiku kwa Karumanzira na huku doge huo kagomeno kwa. Ukiona mtu amenunua kapika kama kale ka white pale, unaenda kumroga na wewe ile gari yapi ya chigana ufatie kwa gomeno kwa. Unafaa kufa. Ndio umemwaga mchanga hapa, huwezi pata usingizi kwa sababu ya vile unaenda kufunga fasting ya siku 7. Na mimi ndio ujue nimetumwa na Mungu maeneo haya. Nataka niwatangazie, niwaambie yule ambaye huwa anafunga kazi zenyu hapa, mnaenda kumzika next week. Mnaenda kumzika next week. Kwani tunapepelezana nini? Wewe hebu niambie, hebu angalia magari yote tuko hapa. Hata na ile lori hii ingine, uniambie ni lori gani mpya hapa? Kwani hawa sio watu wanafaa kubarikiwa? Ati ndio ununue karoli lazima uingie mambo zingine hazieleweki ndio uwe na kagari kusaidie. Na si ati ni nini, si ati umerogwa. Ni mtu tu ameenda hapa tu amekukanyangia booster. Yule amekanyanga booster yako, kuanzia sasa aachilie kwa kifo, aachilie kwa kifo. Jehova, kama vile umenituma maeneo haya, nataka uwe wachawi wa elia hii, asikanyangwe na gari, wakufe na hata attack. Ukiona mama kama huyo anauza sumuki zake hapa,
Sasa usiku una time saa 5 unakuja unaanza kumwaga panya hapo na mende sijui na nini ati ndio asiuze. Wewe asimoki, uza sana utajirike, uwe bilionea. Yule ambaye anakujaga kufunga kazi zenyu hapa, nataka hiyo ile ndio ile kitu tawaonyesha ni Bwana alitutuma hapa. Hapa nataka kufanyika matanga kama 50 ya wachawi. Wale wanaroga wewe. Saa yote nikukomboa nyumba. Huwezi jenga yako. Unakaa ka nyumba ka confusion. Hao ni watu. Mimi sijali kama ni mama yako ama ni baba yako ama ni nani. Judgment haitambui kitu kama hiyo. Yule ambaye amezuia usucceed, wacha Mungu amuondoe ndio wewe ukae vizuri na ukae maisha mazuri. Sijui ni nani huyo angesema amen. 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 Nataka kumalizia kwa sababu ya vile nimekuja tu kama nimechelewa. Nataka kumalizia tu. Lakini nikujulishe jua liko na shimo. Nimepasua jua. Ikiwa nimepasua jua liko na shimo saa hii. Iko na shimo. Wewe tu mchawi mmoja tu ndio utanishinda. Kama kuna mtu hapa amekanyanga biashara ya mwingine, nimetoa onyo usiku wa leo, uache mara moja, kwa sababu usipoacha utakufa na heart attack. Yes. Na mimi nasikia ni kama nimemaliza ujumbe. Nilikuwa nimekuja kuua Samia Suluhu na kuua Museveni kwa sababu uchaguzi yao waliua watu. Bwana amenituma na mimi nifanye revenge. Alafu nifunge uchaguzi Kenya 2027. Wewe ni rais, unataka kuwa rais wa Kenya, uje utuipie. Sawa? Tangaza tu. Useme nataka kuwa rais wa Kenya. Tangaza tu. Heart attack ndio itakupata kuanzia leo. Ufe usipe na watu wenyu. Na tutikarira. Wetigeo tekeka. Tegedurano gari kuhurana muno guku. Nigetha andu maitwo thakame, andu ma sacrifice maruto magongona. Ndio mundu ni athiruti andu wao, no ti andu a Kenya. Ngai ne tumite murangiri wa andu a Kenya. Nigetha arore mihaka yothe ya itonga na ya thini. Na uragothie kinyume, Jehova Ngai ule wopire thĩ na kĩũmbe igũrũ nĩekũmbũra hema icio ciao. Nĩekũmbũra hema icio cianyu. Na wewe korwo wĩ haha, kama uko hapa na wewe kazi yako unafanyanga na mamiti shamba hapa, wewe mwana biashara, wewe kazi yako ni kuroga wengine ndio yako ifanikiwe. Hata wewe kwako ifanyike matanga. Kufa utoke dunia hii. Time tuko nayo ni ya judgment, sio ya mchezo. Nimeongea na anga hii, iingie kwa hizi manyumba zote hizi. Wale waizi wa bunduki mko hapa, waizi wa bunduki, nyinyi mpeleke hizo bunduki kwa polisi. Kwa sababu hamutaita tena. Ni heart attack kwa kitanda ya bibi yako ama ya mama yako kama unalala huko. Kwa sababu haiwezekani. Waizi wa bunduki, kazi yenu ni kuua wazee, watoto wanaachwa mayatima. Na ni kuiba unaiba. Sasa serikali inaweza ikashindwa kukushika juu labda haitakuchua, lakini ujue Mungu anayeona siri zote ana watumishi wake kama mimi. Nije nikutamkia tu hivyo. Hiyo maneno niache hapa kwa anga. Niache hiyo maneno hapa kwa anga. Karibu. Na hiyo ndio ile kitu nataka niwaambie. Mnaweza kosa mtu akuja kuwatetea, mnaweza kosa haki, lakini Bwana aliyeziumba mbingu na dunia, yeye ndiye peke yake anaweza akawasaidia. Kwa hayo mengi na kwa hayo machache, nataka nimalizie na kusema ya kwamba uchaguzi wa mwaka wa 2027 mtausoma kwa gazeti, lakini si Kenya. Sitaruhusu ifanyike Kenya. Na yote atakayesimama aseme niko shanguru ndio president wa Kenya, ukome okwe hata ataki kurage. Tutigote kana mudhuru
Mucoke muiye kura mwanjie kuraga andu guku. Aca ndahinga horo ucio. Samia ndikuga ati ukwe kana uri ukiendu aria woragire. Unaweka kuta Museveni. Na nini ndarikia? Njitagwo Eliakim. Tucemanie haria Fire TV Kenya, YouTube, Facebook, TikTok. Andu othe ni ukuigua maiki gukira macio. No muno we wimenyerere. Usipojichunga tuko time ambayo ni ya judgment. Judgment ikikuangukia wewe kwa heri. Wewe unasonga tu. Judgment ikikuangukia wewe unasonga tu. Ndio wabia hapa mama naye. Nejega. Ngira rora oka muri ko andu makona kuria turi keri gani? Oka uguo haha. Andu mareciria no ndirihariria ngari ici. Ndumuri ukwena andu. Na ndine huraga andu. Nie nende mukwanjo. Na nende nginya rohio. Guka gugutandika muno kungia. Waigua. Ni urugame hau. Ndikie githomo njire uria urenda. Woka ne gukuringa mukwanjo na ngutware haria. Sasa nataka kusema hivi. Maandiko yanasema siku moja nitawatumia mtu kuwasaidia. Si polisi atakuja kuwasaidia. Si MP atakuja kuwasaidia. Lakini ni mtumishi wa Mungu, yule Mungu aliyewaumba ndiye atakayekuja kuwasaidia. Ngai amurathime, Ngai amwike wega. Andu acio ndaiga makue ni makue utuku wa umuthi. Na acio mahinyiririo ndaiga marathimwo na marathimwo utuku wa umuthi. Ngai amwe mwende na mwike maundu mega. Itagwo Kimani wa Njoki kana Eliakim. Tukutane pale YouTube Fire TV Kenya. Kuna mengi iko hapo. Kuna mengi iko hapo. Na Mungu awabariki kwa sababu ya time. Kwa sababu ya vile tumekuja kama tumechelewa kidogo, lakini Bwana aliniambia, "Wewe na pale hapa kwa mchanga hapa uweze kufungua hawa watu wamefungwa. Wewe ambaye ni mgonjwa uko hapo uko na HIV, Bwana kuondolee hiyo HIV. Wewe uko na kansa, kuna dalili ya kansa, Bwana kuondolee hiyo. Sitaki kuja hapa ukae tu mahali uliko, kazi yako ni kusema amen. Unajua siku hizi watu wanakufa na kansa. Kansa ndio ile ugonjwa inaogopewa sana. Mimi nimekuambia niko na kanisa kubwa, si kidogo. Ndio nimekuwa na watu hapo 21 years na sijawahi zikana. Sasa hizi kanisa zenyu mnaendanga mnazikana, mna kitabu ya mazishi pale. Mnashitaka mkizikana, muzikana agudhikana. Kama wewe ni mmoja unaenda hizo makanisa, unaambukizwa roho ya kifo kwa sababu ya vile umenitegea sikio tu. Kwa sababu ya vile umenisikiza tu. Bwana akuondolee kifo na usikufe. Ufurahie watoto na ufurahie watoto na watoto wa watoto wako. Mimi nimekubariki. Lakini mjue hizo makanisa zote zinaisha na misikiti yote inaisha. Kwa sababu tunaingia kwa ufalme wa miaka 1000. Miaka igana rimwe 1000 years bila kufa. 1000 years bila kufa. Uthamaki wetu turaga kanitha-ini. Tukiwaga mwathani witu tuiguire tha. Tugathinga muno nigetha tikare uthamaki ni wa Jehova Ngai. Leo ni mokinyu imefika. Na hatuna muda. Kaa vizuri na Mungu. Kaa vizuri na Jehova. Tengeneza urafiki na Mungu, si tengeneza urafiki na pastor wako, tengeneza urafiki na Mungu. Kwa sababu saa hii tunaingia masaa ya judgment. Na ndio hii. Vile unaona nikiongea hapa, wewe sikiza kabisa na ufuatilie kama hii maneno haitatimia. Kenya kukifanyika uchaguzi, uje uniulize swali. Na ndio mimi nimefunga hiyo. Akija hapo aseme nataka nichaguliwe, hatataki na muonga mara moja. Dika ngeke kumoera kana. Kande mutirio uguo. Mwathani andu aya mathikiriria. Na andu aya ni ahutu matirihite nyumba. Mahe irio, mahe pia cia kuriha nyumba, cia kuriha
mbia cia kugura ngari ona mangithie na ngari ciao ri matingithwa makinya nundu wa kinya bureki matingithwa mundu wothe waikairio roho mami wao niwe waikairio roho kana ni guka wao riu mokete uguo magayanĩire family kiria kioragire guka ni kioragire baba wanyu na nikio kirenda gukuraga we wathikĩrĩria Ngai akwehererie ũndũ ũcio matoo matĩra na mairuka cia kwanyu Jehova Ngai akwehererie Ngai arũgame nawe na arũgame na nyũmba yaku na ciana ciaku na ũkari ũkahũna tiga thũkũ mũgathũkĩiyagwo nĩ mĩkora aca na arĩa ihiko cianyu gũkũ cirayumba mũratunywo athuri woi mũgĩtunyanaga atumia tigai ũhoro ũcio roho ũcio wa gũtunywo atumia roho ũcio wa gũtunywo athuri nĩndĩra Ngai akwehererie tondũ maũndũ mothe marĩa me gũkũ makoragwo magĩkontrolwo nĩ roho ũcio mũru ahandirwo kũrĩwe nĩtũkũma nduga imeni nĩtwarĩkia Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega.